ni mpango wa shetani kukuzuilia baraka na kuzuilia majibu ya Mungu yanayoshuka kuja kwako, majibu ambayo yatakupa directions, yatakupa maelekezo ya namna ya kuishi maisha ya baraka na ya ushindi hapa duniani. Shetani kazi yake, kama utamshinda sana, kwa baadaye anatamani hizo baraka uzipate nje ya muda sahihi. Maana yake kama ni wewe kutajirika, basi utajirika ukiwa umeshakuwa mzee. Kwa mfano, unapata utajiri mkubwa ukiwa tayari una miaka 55, una miaka 60 unatajirika. Wewe utajiri una raha gani? Una miaka 60, una miaka 55, una raha gani utajiri wa aina hiyo? Binafsi wewe hautaufaidi kabisa, kwa sababu ukishafikisha umri wa miaka 50 na kitu, kuna baadhi ya vyakula unaanza kuambiwa punguza kula nyama, punguza kula nyama za mafuta, usile mbuzi kwa sababu itaua magoti. Sasa una hela alafu uli tena mbuzi. Wakati mwingine unaambiwa sikiliza, usitumie sana gari, fanya mazoezi. Unaanza kuishi kwa masharti, unaambiwa tumia mboga za majani nyingi. Yaani kitendo cha wewe kupata hela alafu ndo na kuzitumia huzitumii. Umepata hela lakini hauzitumii. Ndo mpango wa shetani. Shetani anatamani uwe na kitu lakini usikimiliki. Kwa ndo sababu kubwa ambayo shetani anaifanya kuhakikisha anakucheleweshea majibu, ili hata ukiyapata yale majibu yawe nje ya muda uliokusudiwa, ushindwe kuyafaidi matunda. Ndio lengo la adui. Bwana Yesu asifiwe. Nakuombea kwa Bwana Mungu akupe utajiri ukiwa bado kijana. Yaani upewe utajiri uenjoy ukiwa bado unakula vyakula vyote. Unaweza kutumia sukari, unaweza kutumia vyakula vya mafuta, unaweza ukala pizza, ukala baga, ukala vitu vizuri. Sio unakuja kupata hela afu unaambiwa usile nyama. Wewe unakula mboga za majani tena zisizokuwa na nini? Na chumvi. Unakunywa uji chukuchuku. Sasa wewe hiyo hela una matumizi nayo gani? Unakuwa una tofauti na mtu ambaye anaishi vijijini huko hana hela. Ndio lengo la adui.